Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Na kukaribisha ndugu mpendwa katika kipindi hiki cha Neno. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umwodo. Baada ya wimbo ufuatao, mchungaji atatuletea somo la leo lililoko kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 18. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. 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 Jehova ndiye mfalme. Jehova ni namba moja. Jehova ndiye mfalme. Jehova ni namba moja. Nitamsifu Mwokozi wangu kila siku ya maisha. Hakuna kitu cha fanana naye. Nitamsifu Mwenyezi Mungu kila siku ya maisha yangu. Hakuna yote kama yeye. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. Bwana awe nawe ndugu msikilizaji, popote ulipo sasa hivi. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali mkono mwema wa Mungu umekuwa juu yako ili kuyabariki maisha yako. Uamuzi wako wa kusikiliza na kujifunza kutoka kwenye neno la Mungu ni hakikisho la baraka hizo na neema ya Mungu iliyo juu yako. Nayo hii ni sehemu ya kwanza ya baraka yako, maana ni lazima kuchukua hatua ya pili, nayo ni kwa kutenda neno hili ili baraka hizo ziwe mkononi. Hilo najua kwamba utalitenda kwa kuwa Roho wa Mungu yu pamoja nawe kukuwezesha na kukusaidia katika hayo yote. Leo katika somo letu tuangalie na kujifunza kutoka kwenye uvuvio uliokuwepo wakati wa utawala wa Hezekia mfalme wa Yuda. Haya ni yale yaliyoko kwenye sura ya 18 ya kitabu cha Wafalme wa Pili, kitabu cha mafundisho yetu. Sehemu hii ya maandiko pia yapatikana kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili na kwenye sehemu ya historia ya chuo cha nabii Isaya. Kwenye sura inayotangulia ya 17, neno la Mungu lilitujulisha kwamba ule ufalme wa kaskazini ulikuwa umechukuliwa mateka hadi Ashuru. Sababu tatu za Mungu kuwaruhusu watu wale wachukuliwe na adui zao ni kwamba hawakumtii Mungu, walimshuku, wakamuasi katika kila njia waliofikiri. Hayo yalipokuwa yakitendeka, ufalme wa Yuda, nao ndio ule ufalme wa kusini, ulikuwa na mfalme aliyemcha Bwana, jina lake Hezekia. Tokea sasa habari tuzipatazo zitakuwa za ufalme huo wa kusini, yani Yuda. Mungu alichukua muda kabla ya kuhukumu Yuda kwa kuwatuma utumwani kwa sababu ya wafalme wachache waliotawala kule, nao walimcha. Hawa wafalme walileta uvuvio katika nchi hiyo na kuwarudisha watu kwa Bwana Mungu wao, Mungu wa baba zao. Kati ya wafalme waliomcha Mungu baada ya Daudi ni huyu mfalme Hezekia. Neno la Mungu kwenye aya ya 1 hadi aya ya 3 lasema hivi: Ikawa katika mwaka wa 3 wa Hoshea mwana wa Ela mfalme wa Israeli, Hezekia mwana wa Ahazi mfalme wa Yuda alianza kutawala. Alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 29 katika Yerusalemu,
na jina la mama yake aliitwa Abiya binti Zakaria. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, mfano wa yote aliyoyafanya Daudi baba yake. Babaye Hezekia, kama vile wafahamu, alikuwa mfalme muovu aliyekosa kumcha Bwana. Aliishi na kutembea katika njia za wafalme wa Israeli, lakini alikuwa na mwana huyu wa ajabu, naye jina lake ni Hezekia. Huyu alimpenda Bwana Mungu wa Israeli. Hili latuelekeza kwa wazo kwamba haya yalitendeka katika maisha ya kijana huyu kwa sababu ya ushawishi ambao mamaye alikuwa nao juu yake, hasa ushawishi wa kiungu. Kwa hili ningelipenda kusema hivi, msikilizaji, kwamba mama yeyote yule ni lazima afahamu kwamba ana ushawishi juu ya watoto wake. Mama akiwa mbaya, basi ushawishi wake utakuwa vivyo, na mama akiwa mzuri, ushawishi wake utakuwa kwa jinsi hiyo. Sisemi kwamba kina baba hawana ushawishi, lakini kama vile twafahamu, mara nyingi kina mama huwa na ushawishi mkubwa juu ya wana wao. Hata hivyo, jambo hilo halikupi udhuru wewe mzazi wa kiume kutochukua majukumu yako na kuwaelekeza watoto wako kwa jinsi inavyohitajika, hasa katika kicho chake Bwana. Ni lazima wazazi wote wawili kuchangia ulezi wa watoto wao, hasa katika kicho cha Bwana, kwa kuwapa mfano bora wa kufuata. Kwenye aya ya 4 neno la Bwana laendelea kutwambia yafuatayo: alipoondoa mahali pa juu, akazibomoa nguzo, akaikata hiyo Ashera, akaivunja vipande vipande ile nyoka ya shaba aliyoifanya Musa. Maana hata siku zile wana wa Israeli walikuwa wakiifukizia uvumba, naye akaiita jina lake Nehushtani. Mfalme huyu akifahamu uovu wa babaye, alianza kuleta uvuvio kwa kuondoa au kupiga marufuku ibada ya sanamu katika nchi. Aya hii yataja ile nyoka ya shaba aliyoiteneza Musa katika jangwa. Hayo ni yale uyapatayo kwenye sura ya 21 mstari wake wa 1 hadi 9 kwenye kitabu cha Hesabu. Je, habari gani kuhusu hiyo nyoka ya shaba? Nyoka hiyo wana wa Israeli waliihifadhi. Ni kawaida kwamba kitu kama hicho kingeliwekwa katika hekalu kama kumbukumbu ya lile lililotendeka. Ila siku ilifika, nao wakaanza kuabudu nyoka hiyo ya shaba, maana ilikosa ule umuhimu uliokuwa wa kumbukumbu, na ikawa sanamu ya kusubu kwao. Nao wakaiabudu, jambo ambalo bila shaka lilimkasirisha Bwana Mungu. Nyoka hiyo, kama vile ilivyo, ilifanyika kuwa kikwazo kwao, maana walikosa kujua maana ya nyoka hiyo aliyoifanya Musa, wala historia iliyoambatana nayo. Nyoka hiyo ilikuwa mfano au akilishi ya hilo atakalofanya Kristo. Hilo ndilo Kristo alinena kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 14 na 15, akisema hivi: na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminiye awe na uzima wa milele katika yeye. Nyoka huyo wa shaba alikuwa mfano wa hilo atakalolitimiza Kristo pale msalabani. Watu wale walibadilisha hilo lililokuwa mfano na kuliabudu badala ya kumwabudu Mungu aliyebarikiwa milele. Amin. Habari kuhusu sehemu ya Asia Minor iitwayo Pargamo, historia yatuambia kwamba watu wale waliabudu nyoka. Hilo ndilo wana wa Israeli walikuwa wakifanya. Walifukiza uvumba kwa nyoka huyo walioiita Nehushtani. Lakini mfalme Hezekia alifahamu kwamba yote waliokuwa wakitenda wale wana wa Israeli haikuwa sawa hata kidogo, naye akaivunja vipande vipande. Hili, msikilizaji, ni funzo kwetu kwamba ni lazima kuacha taratibu ambazo Mungu alitumia kutubariki katika nyakati iliyopita. Usiwe kama hawa ambao walikosa kufahamu umuhimu wa ile nyoka kama kumbukumbu ya ukombozi wa Mungu kwa baba zao. Walihitaji kuwa na imani katika Mungu aliyewaokoa baba zao, na si katika hilo alilotumia kuwaokoa. Ni kweli kwamba Mungu aweza kutumia njia fulani ya kumbariki mtu, lakini hiyo si muhuri ya kuwa ndivyo atatenda kila mara. Mkumbuke nabii Eliya alipokwenda mlimani ili apate neno kutoka kwa Bwana. Upepo mkali uliopasua miamba ulipita, lakini Bwana hakuwepo katika upepo ule. Moto ukaja, wala humo hakuwemo. Ilikuwa ni sauti ndogo, ndiyo Bwana alinena naye. Ni vyema uwe msikivu, hasa kwa sauti ya Mungu. Lingine pia unalohitaji kufahamu ni kwamba Mungu hutenda kazi yake kwa njia tofauti katika maisha ya kila mmoja wetu. Mmoja hutumiwa kwa jambo hili na mwingine katika jambo hilo hilo, lakini kwa njia tofauti. Kile ambacho Mungu amuongoza mtumishi mwingine kutenda,
si ndilo atakuongoza wewe utende pia. Elewa hilo na ulifahamu vyema. Nami namshukuru Mungu kwa ajili ya huyu Hezekia, maana aliivunjavunja ile nyoka ya shaba. Huenda kuna wale walionena kinyume chake, lakini alilotenda lilikuwa jambo zuri tena la kumpendeza Mungu. Nawe ni lazima kujichunguza iwapo kuna hivyo alivyovitumia Mungu maishani mwako, lakini umevibadilisha vikawa vijisanamu. Iwapo vipo, viondoshe katika jina la Yesu Kristo, nawe umwangalie Mungu Mwokozi, Mungu aliye hai, aliyekutendea muujiza huo. Nayo aya ya 5 na 6 zatuambia hivi: alimtumaini Bwana Mungu wa Israeli, hata baada yake hapakuwa na mfano wake katika wafalme wote wa Yuda, wala katika hao waliomtangulia. Maana alishikamana na Bwana, hakuacha kumfuata, bali alizishika amri zake Bwana alizomwamuru Musa. Ushuhuda tupatao hapa ni kwamba baada ya Hezekia hapakuwa na mfalme kama yeye tangu ufalme ule ulipogawanyika. Huyu alikuwa wa kipekee, alikuwa kama babaye Daudi, na Mungu alimtumia sana. Kwa sababu hii twapata habari zake kwenye vitabu vitatu vya Agano la Kale. Kwanza ni kwenye kitabu hiki cha Wafalme wa Pili na Mambo ya Nyakati ya Pili, na pia kwenye chuo cha nabii Isaya. Kwenye aya ya 7 hadi 10 neno la Bwana laendelea kutwambia hivi: naye Bwana akawa pamoja naye, kila alikokwenda alifanikiwa. Tena alimwasi mfalme wa Ashuru, wala hakumtumikia. Akawapiga Wafilisti mpaka Gaza na mipaka yake, tangu mnara wa walinzi hata mji wenye maboma. Hata katika mwaka wa 4 wa Hezekia, ndiyo mwaka wa 7 wa Hoshea mwana wa Ela mfalme wa Israeli, Shalmanisa mfalme wa Ashuru akakwea ili kupigana na Samaria, akauhusuru. Wakautwaa baada ya miaka 3, yani katika mwaka wa 6 wa Hezekia, ndiyo mwaka wa 9 wa Hoshea mfalme wa Israeli, ndipo Samaria ulipotwaliwa. Hezekia, kulingana na maandiko haya, alikuwa jasiri, maana alimuasi mfalme wa Ashuru, akapigana na Wafilisti na kuwashinda. Hiyo ni kusema kwamba alipanua mipaka ya Israeli. Katika mwaka wa 6 wa utawala wa Hezekia, Shalmanisa mfalme wa Ashuru alitwaa Samaria. Ufalme wa kaskazini, yani Israeli, ulishindwa na kuchukuliwa mateka, na hilo likafanya ule ufalme wa Yuda kuwa katika hatari ya kushambuliwa. Hezekia alikuwa mahali pagumu. Aya ya 11 na 12 yatupa marudio ya historia ya Israeli au ufalme wa kaskazini. Nayo aya ya 13 na 14 zatupa habari zifuatazo kumhusu Hezekia. Hebu sikiliza. Ikawa katika mwaka wa 14 wa kumiliki kwake mfalme Hezekia, Senakerebu mfalme wa Ashuru akapanda ili kupigana na miji yote ya Yuda yenye boma, akaitwaa. Basi Hezekia mfalme wa Yuda akapeleka wajumbe waende Lakishi kwa mfalme wa Ashuru kusema, nimekosa, uniache nikarudi kwako. Chochote utakachoweka juu yangu nitakichukua. Mfalme wa Ashuru akamtoza Hezekia mfalme wa Yuda talanta za fedha 300 na talanta za dhahabu 30. Jaribio la mfalme Hezekia kuasi dhidi ya Ashuru lilishindwa, naye ilikuwa ni lazima kulipa kwa tendo hilo. Hilo ndilo tumeliona kwenye aya hiyo ya 13 na 14. Je, mambo yataendelea kuwa vipi? Hebu tusome aya ya 15 hadi 17 tuone jinsi neno la Mungu linavyotuambia. Sikiliza. Hezekia akampa fedha yote iliyoonekana katika nyumba ya Bwana na katika hazina za nyumba ya mfalme. Wakati huo Hezekia aliiondoa dhahabu iliyokuwa juu ya milango ya hekalu la Bwana na juu ya nguzo ambazo Hezekia mfalme wa Yuda alikuwa amezitia dhahabu, akampa mfalme wa Ashuru. Mfalme wa Ashuru akawatuma jemedari wake na mkuu wa matowashi na amiri wake toka Lakishi kwa mfalme Hezekia huko Yerusalemu pamoja na jeshi kubwa. Nao wakakwea wakafika Yerusalemu, na walipokwisha kufika wakaja wakasimama karibu na mfereji wa birika la juu lililo katika njia kuu ya kuuendea uwanda wa Dobi. Katika maandiko haya, ndugu msikilizaji, tuona kwamba hata baada ya Hezekia kujaribu kufanya amani na huyu mfalme wa Ashuru, mfalme wa Ashuru hakutaka lolote kama hilo. Neno la Mungu latuambia hapa kwamba huyo Senakerebu alitishia kuvamia Yuda na jeshi lake kuu, na kwa sababu alikuwa amemtuma jemedari wake toka Lakishi hadi kwa mfalme kule Yerusalemu, tuendelea kuona yaliyotendeka kama vile ilivyo kwenye aya ya 18 na 19. Neno latuambia hivi: na walipokwisha kumuita mfalme, wakatokewa na Eliakimu mwana wa Hilkia aliyekuwa msimamizi wa nyumba ya mfalme
na Shebna mwandishi, na Yoa mwana wa Asafu mwenye kuandika tarehe. Yule amiri akawaambia, haya, mwambieni Hezekia kusema, mfalme mkuu, mfalme wa Ashuru asema hivi, ni tumaini gani hili unalolitumainia? Haya tuyasomayo kwenye aya hii ya 18 na 19 yatufahamisha mambo mawili ambaye jemedari huyu awatisha watu wa Yuda kwa kuwauliza kuhusu tumaini lao. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 20 na 21, wewe wasema, lakini ni maneno yasiyo na maana, kwamba lipo shauri na zipo nguvu kwa vita hivi. Basi unamtumaini nani hata ukaniasi mimi? Sasa tazama, unaitumainia fimbo ya mwanzi huu uliopondeka, yani Misri, ambayo mtu akiitegemea humwingia mkononi na kumchoma. Ndivyo alivyo Farao mfalme wa Misri kwa wote wamtumainio. Amiri huyu akijua kwamba Hezekia alitarajia msaada kutoka Misri, adhihaki Misri kuwa fimbo ya mwanzi uliovunjika ambao humwingia mkononi kila anayeutegemea. Kwa lugha nyingine, msaada wanaotarajia kutoka Misri si msaada, bali ni shida kwao. Hilo ndilo tisho la kwanza. Nalo tisho la pili twalipata kwenye aya ya 22 inayosema hivi, lakini mkiniambia tunamtumainia Bwana Mungu wetu, je, si yeye ambaye Hezekia ameondoa mahali pake pa juu na madhabahu zake, akawaambia watu wa Yuda na Yerusalemu, sujudini mbele ya madhabahu hii hapa Yerusalemu? Hezekia alipovunja mahali pa juu walipofukizia uvumba wale wana wa Israeli, huyo Senekerebu alifikiri kuwa amevunja madhabahu ya Mungu wa Israeli, Mungu aliye hai. Hakuelewa kwamba mfalme Hezekia alikuwa akiisafisha nchi kutokana na unajisi wa sanamu zilizokuwepo na maovu waliotenda hao waliomtangulia. Utii kwa Mungu ndilo mtu huyu alikuwa akifanya. Wayahudi walihitajika kufanya ibada yao katika sehemu moja tu, nayo ni katika madhabahu kule Yerusalemu. Nao walimsogea Mungu kwa kutoa sadaka zao kule. Kwa mfalme wa Ashuru hili lilikuwa kana kwamba Hezekia ameharibu madhabahu ya Mungu wake ambaye alimuhitaji sana wakati ule. Aya ya 23 yasema haya, basi sasa tafadhali mpe bwana wangu mfalme wa Ashuru thamana, nami nitakupa farasi 2,000 ikiwa wewe kwa upande wako waweza kupandisha watu juu yao. Maneno haya, ndugu msikilizaji, ni maneno ya dhihaka na ya kudunisha uwezo wa jeshi la Yuda. Na hivyo ndivyo mara nyingi shetani hufanya miongoni mwa watoto wa Mungu. Hupenda sana kuwashtaki na kuwadunisha na kuwadhihaki kusudi imani yao katika Mungu ipungue au wamwache Bwana Mungu mara moja. Hebu tuendelee tusikie maneno ya mtu huyu kwenye aya ya 24 hadi 26. Hivi ndivyo aendelea kusema, wawezaje basi kurudisha nyuma uso wa akida mmoja wa watumishi walio wadogo wa bwana wangu na kuitumainia Misri upewe magari na farasi? Je, nimepanda mimi ili kupigana na mahali hapa na kupaangamiza bila shauri la Bwana? Bwana ndiye aliyeniambia, panda upigane na nchi hii na kuiangamiza. Ndipo Eliakimu mwana wa Hilkia na Shebna na Yoa wakamwambia yule amiri, tafadhali sema na watumishi wako kwa lugha ya Kiashuri, maana tunaifahamu, wala usiseme nasi kwa lugha ya Kiyahudi masikioni mwa hawa watu walio ukutani. Kulingana na haya tuliyoyasoma, twafahamu kuwa Wayahudi waliokuwa juu ya nyuta za Yerusalemu walikuwa wakisikiliza yote yaliyokuwa yakiendelea, hasa maneno yaliyotoka katika kinywa cha huyo mtumishi wa mfalme wa Ashuru. Maafisa wa Yuda walimtaka huyo amiri jeshi kunena katika lugha ya Kiashuri, lakini alikataa. Lengo lake hasa lilikuwa kuingiza uoga katika moyo wa kila mtu atakayeyasikia maneno yale. Daima, ndugu msikilizaji, shetani hufanya mambo haya, yani kuingiza uoga kusudi imani ulio nayo katika Mungu isiwepo. Maana uoga inapoingia, hivyo mara moja kutokuamini huingia. Lakini ashukuriwe Bwana Mungu anayetupa nguvu katika kila hali katika mwana wake Yesu Kristo, ili ijapokuwa tuweza kufikia mahali pagumu, twaweza kuendelea kumtegemea kwa imani katika Yesu Kristo aliyetushindia yote. Wewe msikilizaji, hivyo ndivyo wafaa kuangalia kila hali katika maisha yako. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 28 na 29. Haya ni yale ambayo yaliendelea kutoka katika kinywa cha yule amiri. Hebu sikiliza. Kisha yule amiri akasimama akalia kwa sauti kuu kwa lugha ya Kiyahudi akasema, lisikieni neno la mfalme mkuu, mfalme wa Ashuru. Mfalme asema hivi,
Hezekia asiwadanganye, kwa maana hataweza kuwaokoa katika mkono wake. Amiri huyu, kama vile twaona hapa, alikuwa na maneno yaliyokuwa akipenyeza katika mawazo ya watu wale, yani kuwaondolea ujasiri wote waliokuwa nao. Lengo lake lilikuwa hasa kumfanya kila mtu awe dhaifu, wala asiwe na nguvu ya kujilinda katika hali yoyote ile. Hivyo ndivyo huwa daima. Maneno ambayo hayatoki kwa mtu aliye na Mungu katika moyo wake huvunja moyo, huharibu na pia hukosesha amani. Ndiposa wafaa daima kuchuja maneno unayoyasikia, iwapo ni maneno yasiyokujenga, maneno ya kukudunisha, maneno ya kukudhihaki. Maneno kama yale ni lazima kuyatupilia mbali. Pasipo ya kuyatupilia mbali na kuyapuuzilia mbali, basi utaanza kufikiria jinsi maneno hayo yalivyo. Hivyo ndivyo mtu huyu alitaka wote waliokuwa wakimsikiliza wajihisi na kujiona kuwa hawawezi kupokea wokovu wowote ule. Kisha kwenye aya ya 30 hadi 32, amiri huyo aendelea kunena akisema hivi: wala Hezekia asiwatumainishe katika Bwana akisema, hakika Bwana atatuokoa, wala mji huu hautatiwa mkononi mwa mfalme wa Ashuru. Msimsikilize Hezekia, kwa sababu mfalme wa Ashuru asema hivi: fanyeni suluhu na mimi, mkatoke mnijie, mkale kila mtu matunda ya mzabibu wake na matunda ya mtini wake, mkanywe kila mmoja maji ya birika lake mwenyewe, hata nije nikawachukue mpaka nchi iliyo kama nchi yenu wenyewe, nchi ya nafaka na divai, nchi ya chakula na mashamba ya mizabibu, nchi ya mafuta ya mzeituni na asali, ili mpate kuishi, msife, wala msimsikilize Hezekia awadanganyapo akisema, Bwana atatuokoa. Hili hasa, ndugu msikilizaji, ndilo lilikuwa lengo kuu la huyu amiri wa mfalme wa Ashuru. Alikuwa akitumia maneno ya kutisha kujaribu kuwashawishi Wayahudi wajisalimishe mikononi mwa Ashuru, hasa kwa kutia mawazo hayo ya fitina katika mawazo ya watu wale, ili wamfanyie Hezekia fitina. Awaambia kwamba Hezekia wala Mungu hawezi kuwasaidia. Katika maneno yake awaahidi kwamba wakitokea kwake hawatakufa. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 33 hadi 35: Je, yuko Mungu mmoja wa mataifa aliyewaokoa watu wake wakati wowote na mkono wa mfalme wa Ashuru? Iko wapi miungu ya Hamathi na ya Arpadi? Iko wapi miungu ya Sefarvaimu na ya Hena na ya Iva? Je, imeuokoa Samaria na mkono wangu? Katika miungu ya nchi hizi zote, ni miungu gani iliyookoa nchi yao, hata Bwana auokoe Yerusalemu na mkono wangu? Yaonekana kwamba msikilizaji, alipokuwa kinena huyu mtu, alifikiri kuwa maneno yake yalikuwa na nguvu sana ya kuvunja kila wazo la Wayahudi kumtegemea Mungu. Ni kweli kwamba miungu ya nchi nyinginezo haingeliweza kuokoa wenyeji wa nchi hizo kutoka kwa mikono ya mfalme wa Ashuru. Ila alilokosa kujua huyu amiri jeshi ni kwamba miungu hiyo ya mataifa haikuwa miungu, maana ilikuwa tu sanamu walizochonga watu. Kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 36 na 37: lakini hao watu wakanyamaza kimya, wala hawakumjibu hata neno moja, maana amri ya mfalme ilikuwa kwamba msimjibu neno. Ndipo Eliakimu mwana wa Hilkia, aliyekuwa msimamizi wa nyumba ya mfalme, na Shebna mwandishi, na Yoa mwana wa Asafu mwenye kuandika tarehe, wakaenda kwa Hezekia na nguo zao zimeraruliwa, wakamwambia maneno ya yule amiri. Ijapokuwa mtu huyo alinena maneno mengi, hakuna aliyemjibu neno lolote. Je, hali itakuwaje baada ya maneno kama hayo? Kwa jibu la swali hili na mengineyo, na kuomba tukutane kwenye kipindi kijacho. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Mungu mfalme, katika jina la mwana wa pendo lako Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya muda ambao umenipa na ndugu yangu msikilizaji, tupate kujifunza kutoka kwenye neno lako. Bwana, tazama, tumefahamu ya kuwa hakuna yeyote tunayeweza kumtegemea, hakuna yeyote tunayeweza kumwangalia katika maisha yetu ili atupe msaada isipokuwa wewe. Zaidi tuona ya kwamba daima tu katika vita dhidi ya shetani, vita dhidi ya maneno ya watu ambao watudunisha na pia kudhihaki imani yetu katika mwana wako Yesu Kristo. Na ewe Mungu uishie milele, namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba iwapo yu katika hali kama hiyo, mpe nguvu na uwezo wa kuendelea kustahimili, wa kuendelea kulisikiliza neno lako na kufungia nje maneno mengine yote ambayo yatafanya imani yake kuzimia au kumfanya aingiwe na uoga wowote ule, na hivyo kuanza kushuku mapenzi yako kwa ajili yake.
Najua kwamba hilo ndilo utalitenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana watupenda upeo, na tena nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wangu. Amen. Rafiki msikilizaji, kama vile ilivyo hapa, tuona ya kwamba Hezekia alikuwa amekabiliwa na tisho. Tisho hilo lilikuwa juu ya maisha yake na pia juu ya watu wote aliokuwa akiwaongoza. Na kama vile ilivyokuwa kwa Hezekia, ndivyo ilivyo kwetu, ya kwamba daima twakabiliwa na tisho kutoka kwa Shetani, tisho kutoka kwa watu wasiomcha Bwana. Lakini kile tunachohitaji kufanya ni kuendelea kumtegemea Mungu, maana wakati wowote ule unapoanza kufanya mapenzi yake Mungu, kama vile Hezekia alivyofanya, ni lazima utakutana na upinzani. Lakini upinzani huo, napenda kukutangazia ya kwamba hauwezi ukamshinda Bwana Mungu. Hayo ndiyo tutayaona kwenye kipindi kijacho. Kwa hivyo fanya hima uwe pamoja nami wakati huo, nami najua kwamba utafanya hivyo, nasi tutabarikiwa pamoja. Na kutakia neema yake Bwana hadi wakati huo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Naamini kwamba msikilizaji umebarikiwa kama nilivyobarikiwa pia. Iwapo una swali au maoni kuhusu kipindi hiki, na kukaribisha uwasiliane nasi ukitumia anwani ifuatayo: Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.